Uko na mimi? Wito kwa kazi ya Mungu. Wekeza kama una imani kwamba tunakwenda juu. Ila kama tunabaki, wekeza hapa hapa zaidi. Nimewasiliana au nimewacha? Tuko pamoja? Kabisa kabisa. Haya. Kwa hivyo alipokuwa akijitolea, Mama Ellen G. White anasema akachukua utajiri wote akawekeza hapo, na moyo wake ukawa hapo, akampenda Mungu hapo. Maana asipoleta nini? Asipoleta mafuriko, ina maana yake imepotelea kwenye dude ambalo limekaa halina mpango. Yeye hakuwa na wasiwasi kabisa, aliendelea kujenga. Namba 2, kulikuwepo na wajukuu wa mheshimiwa mmoja anaitwa Enoko na Methusela, waliozaliwa vizazi viwili kabla mzee Lameki hapo nyuma. Hawa nao walionywa na wazazi wao ya kwamba mkisikia mahubiri ya gharika yamehubiriwa, ni kweli, maana hata sisi Mungu ametuonyesha. Nisikilize vizuri, ninaomba hapo niseme polepole. Yaani walionywa na wazazi wao ya kwamba mkisikia mtu anahubiri kuhusiana na gharika, mkweli huyo anasema kweli, unganeni naye. Hao watoto wajukuu na waliposikia Mungu amesimama, wakaja wakasema hata babu walisema. Haleluya. Nisikilize vizuri. Mama Ellen G. White hakushangilia kwamba walisikiliza kwenda. Alichokaza zaidi, kusikia ni namba 1, ila uongofu ni jambo la pili. Mwambie jirani yako, ndugu yangu, kusikia ni jambo moja, uongofu ni la pili. Na amesemaje? Sina watu upande huu. Hapa na watu kweli wako. Amesemaje jirani yako? Maana hoja ya kusikia ujumbe na kuimba ni jambo moja, kuishi kutokana na ukweli na ukweli unaoishi na kuimba ni jambo la pili. Tunaweza kuwa tunaamini vitu vingi kweli, Mungu anasema kweli, sawa, lakini hatujaongoka, haitatusaidia. Maana wale wajukuu wa Methusela, wajukuu wa Enoko, pamoja na kwamba walisikia maonyo, lakini hawakuwa na uongofu mkamilifu. Ndio maana hawajasikika wameingia kwenye safina waliochangia kuijenga. Naam. Waweza kusapoti kanisa hili, waweza kuwa miongoni mwa wajenzi wa kanisa hili, lakini Bwana anaangalia uongofu zaidi. Waweza kujenga bado ukapotea. Imesikitisha sana. Nuhu akaendelea, huku anajenga, huku watu wanakuja kumuuliza kuna nini? Anasema Bwana amesema wale wote watakaosikia maonyo na kuacha dhambi zao wataingia humu na kupona. Haleluya. Miaka 120, effort ndefu kuliko zote duniani. Na miaka 120 mzee anahubiri huku anajenga. Hivi mnajenga na mimi au mmeniacha? Jenga. Huko anafanyaje? Mbona sio nikijenga? Huko anafanyaje? Yaani unapojenga ukaona mtu anasija jenga mpaka kichwani. Huko anafanyaje? Umejenga mpaka kwenye kichwa cha mtu. Ameshituka. Jenga tena. Haleluya. Miaka 100 na nini? Anajenga. Maonyo yanatolewa. Wanakuja watu kutoka mbali. Twendeni tukaone kuna mtu mmoja amekuwa kichaa. Twendeni tukaone. Wanakuja wanamkuta anajenga. Mzee nini? Bwana amesema tuache dhambi na hiki ndicho chombo tutakachopona. Haleluya. Safina ikaisha. Uko na mimi? Safina ikafanyaje?
wakaisha. Nuhu akasimama mlangoni, akaambia, enyi watu wa kizazi hiki, Bwana anawaita, na huu ni mwito wa mwisho kwenu ninyi mnaomcha Mungu na wale wengine ambao hawajawahi kusikia habari za Mungu. Wote mnaitwa tupate kupona. Humu ndimo mahali tutakapopona. Haleluya. Ndipo watu wakaendelea kukemei zaidi. Akasema, nafikiri utamwokota nani hapa? Hakuna. Kadri watu walivyokuwa na dharau ukweli unaokoa, ndivyo walivyozidi kuwa wabaya zaidi. Na kadri unavyokataa ukweli unaokoa, ndivyo unavyokwenda mita mbali zaidi na wokovu. Bila wewe kujitambua, shetani anachukua control, anachukua mamlaka ya maisha yako zaidi na zaidi. Unapoonywa unakataa, shetani anachukua mamlaka zaidi kwako. Ni heri ukisikia maonyo ukimbie kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Walipoendelea kukatalia nje, tunaona namaliza sasa. Walipoendelea kukatalia nje, ndipo malaika wakakusanya wanyama wakasikia sauti ya Mungu, wakaongozana wote kuja kwenye safina. Taratibu, wale safi 7, wale wasio safi wangapi? Wawili. Wote wakaongozana wakaingia safinani. Maana safina ilipoisha, Nuhu akaambiwa, tengeneza chakula cha kutosha wanyama wapate chakula huko ndani na chakula chenu pia. Zile ghorofa 3 zilizokuwepo zimejaa sehemu za kuishi na sehemu za stock ya chakula. Kwa hivyo hakuna aliyeshinda njaa mle ndani, si wanyama si watu. Kwa hivyo wanyama wakaingia wawili wasio safi na 7, Biblia inasema hivyo. Ndipo wanadamu wamekaa, wale wanaokebei, wale wanaoitwa scoffers kwa Kisukuma, wamekaa wanawaangalia. Sio hivyo scoffers? Mzee si scoffers hao kwa Kisukuma, yao ni kejeli. Scoffers kwa Kisukuma. Kisukuma ucheze nacho, kinaweza kukuacha barabarani hivi mchana kweupe. Wameendelea kukemea. Huyu mzee ndo kazini wanga. Angalia sasa, amekosa watu, wameingiza wanyama. Kumbe wamesahau, wakati mwanadamu anapokataa kusikia sauti ya Mungu, anaenda mbali kuliko wanyama wanakuwa karibu. Laiti Yesu angaliwafia wanyama wengi wangaliokolewa kuliko wanadamu. Hivi unanipata vizuri? Unanipata vizuri? Kadri tunavyoacha kusikia sauti ya Mungu, tunakuwa wabaya kuliko wanyama. Ukisikia watu leo wanasema afadhali nikutane na mnyama kuliko mwanadamu. Yaani wanadamu wameenda mbali zaidi na wakafungiwa huko. Wanyama wakafanyaje? Wakaingia. Walipomalizika, wale watu wamekaa na shangaa, wakuta kuna giza kuangalia juu kama wingu jeusi, lakini kuna ndege aina zote za ndege duniani. Hao nao wamekuja wapate kuingia kwenye safina. Wakaingia, wakaisha. Mungu akamwambia bado Nuhu, ninaomba utoe wito tena kabla sitoa. Ndipo Nuhu, sasa nisikilize. Hivi unanisikiliza au nimepekea peke yangu? Unanisikiliza? Kumbuka Nuhu yuko kwenye mlango wa safina yeye peke yake. Na naomba ngoja nikutangazie, Bwana ndiye aliyefungua mlango wa safina na ndiye atakayefunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ngoja nikutangazie, chochote ambacho Bwana amekifungua kwenye maisha yako, hakuna mwanadamu atakayekifunga. Ni yeye. Kwa hiyo usitishwe na yeyote, na hakuna aliyeshika future yako mahali popote, ni Bwana. Haleluya. Mlango ukabakia wazi. Nuhu amesimama. Nafikiri hii mlikuwa mjaisikia vizuri, naomba niiseme kwa polepole.
Ni Nuhu peke yake aliyekuwa mlangoni. Mke wake na watoto wake na wake za watoto wake walikuwa wamesimama kule. Sasa ni wito wa mwisho ambao Nuhu anautoa. Alipotoa kwa jumuiya nzima ikakataa, Mungu akamwambia sasa, endelea kunaro, endelea kubana zaidi. Hata familia yako itakataa, anza kutoa wito kwa mke wako, mama Nuhu. Ndipo mzee Nuhu akasimama. Hakuna mtihani mgumu kama kuhubiri kwa mkeo Dr. Ndekenya. Akina mama wameshaanza kuguna, maana wanatujua namna tulivyo na dini mbili. Kanisani tuna dini na nyumbani tuna dini nyingine. Mzee Nuhu alikuwa ameingia kwenye mtihani ya kwamba mama Nuhu atamwelewa Mungu wa Nuhu aingie. Nimefunga break pale, maana ninaangalia wazee wangu mahali walipoketi. Wazee wangu mpo? Unafikiri mtihani kidogo kumhubiri mkeo? Maana nakujua. Mzee wetu mmoja wa kanisa, sisi tutawachelewesheni, maskini wa Mungu, naye kwenye matangazo na kontaka ya matangazo yuko fiti, kumbe anaendesha Kosovo mnajua, ngumi nyumbani kwake. Na siku alikuwa amemweka ngumi mkewe. Asubuhi hiyo ya Sabato amemweka ngumi hapa mkewe, alafu nini Nuhu. Mama watu wakasema, mimi Sabato lazima niende kanisani kwangu, lazima niende. Kwa hiyo akanisaini gauni la kuvaa